viwanda vidogo SIDO mkoani Mara. Karibuni sana. Kwanza kabisa niweze kupongeza uongozi wa TWCC kwa namna ambavyo wamekuwa wakiona fursa katika shirika letu na hata kutualika katika kikao hiki kwa ajili ya kuwapatia fursa zinazopatikana katika shirika la SIDO. Nianze moja kwa moja, shirika la SIDO kwa maana shirika la maendeleo ya viwanda vidogo ni shirika la serikali, lilianzishwa kwa mujibu wa sheria ya bunge ya mwaka 1973, ikiwa kwamba lengo hasa la shirika hili ni kuona kwamba tunasaidia biashara ndogo, viwanda vidogo, vya kati, biashara ndogo na viwanda vidogo na vya kati. Na hasa kabisa tukiangalia lengo la shirika ni kuona kwamba tunasaidia shughuli ambazo zinapelekea au zinachangia utoaji wa ajira, uongezaji wa mapato, kwa maana kuchangia maendeleo ya uchumi kwa ujumla, kwa maana maendeleo ya mtu binafsi na kwa taifa kwa ujumla. Shirika lina kazi kuu 4. Kazi yetu ya kwanza ni kuona kwamba tunasaidia upatikanaji wa teknolojia mbalimbali. Kama tunavyojua katika uendeshaji wa viwanda, kuna wakati unaanzisha kiwanda kidogo. Unapokuwa na kiwanda kidogo, ina maana unatumia vitendea kazi vya kawaida ambavyo vinakusaidia kuzalisha. Sasa kiwanda kinapoendelea kukua na kukua, inahitaji ubadilishe teknolojia. Kwa hiyo unajikuta unahitaji mashine. Kwa shirika lina karakana kuu 7 ndani ya nchi ambazo zimekuwa zikizalisha mashine mbalimbali, na hasa kwamba kuona kwamba tunaongeza uzalishaji katika viwanda vyetu vidogo na vya kati. Kwa hiyo kupitia kitengo hiki cha uendelezaji wa teknolojia, tumekuwa tukiwashauri wajasiriamali teknolojia mbalimbali ambazo zinawafaa katika uzalishaji mali. Lakini pia tumekuwa tukiwasaidia wajasiriamali kufanya kazi katika kongano hizi za viwanda, kufanya kazi katika umoja, kwamba wana viwanda wanafanya kazi katika umoja. Hii inapelekea shirika la SIDO kuweza kuwafikia wanapokuwa wanafanya shughuli zao. Kwa mfano, tuchukulie mfano hapa Bunda, labda tuseme tunazalisha sana mpunga. Kwa sisi SIDO tumekuwa tukiona kwamba tunahamasisha wajasiriamali wanaofanya shughuli zinazofanana kufanya kazi katika maeneo mamoja, na hii inapelekea kwamba wanapokuwa wana umoja wao, inapelekea kwamba ni rahisi kuwafikia katika kuwapa huduma zinazotolewa na taasisi mbalimbali. Lakini pia tumekuwa tukisaidia wajasiriamali kuwapatia maeneo ya kufanya kazi. Ukifika mtaa wa SIDO, tuna majengo ambayo yako tayari kwa mjasiriamali. Kama unafikiria kuanzisha kiwanda, unaweza ukapatiwa nafasi ukaanzisha kiwanda chako hapo. Lakini pia tunatoa huduma yetu ya pili ni mafunzo. Kwenye hii huduma ya pili ya mafunzo, imekuwa ni huduma ambayo inasaidia wajasiriamali kupata uelewa wa kuendesha biashara zao, lakini pia kuanzisha viwanda. Tunavyojua wanasema elimu haina nini? Haina mwisho. Leo tuko hapa kwa ajili ya kuelimishana. Kwa hiyo kupitia kitengo hiki cha mafunzo, wajasiriamali wamekuwa wakipatiwa mafunzo mbalimbali. Na haya mafunzo yanalenga uanzishaji wa viwanda kama nilivyosema awali. Tuna mafunzo mbalimbali ya teknolojia mbalimbali. Mfano, kuna mafunzo ya kutengeneza sabuni au bidhaa za kemikali, kuna mafunzo ya kusindika vyakula, kuna mafunzo ya usindikaji wa vyakula vyote, lakini pia kuna mafunzo mengi inategemeana na uhitaji wa jamii au wajasiriamali. Lakini pia tuna mafunzo sasa ya kuanzisha na kuendeleza biashara. Lakini pia tuna mafunzo ya masoko, usimamizi wa masoko na kadhalika.
Kwa katika kitengo hiki tumekuwa tukiratibu kutoa mafunzo kwa wajasiriamali mbalimbali, ambayo mafunzo haya yanawasaidia wajasiriamali kuendesha biashara zao na kuanzisha viwanda vyao na ili kuwa na tija katika biashara. Huduma yetu ya tatu ni huduma ya masoko. Kama tunavyojua, tunasaidia watu wenye viwanda vidogo. Siku zote tumekuwa tukiratibu maonesho mbalimbali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, na lengo hasa ni kusaidia wajasiriamali ambao wanatengeneza bidhaa. Sasa zile bidhaa tunaziuza, kwa maana kuzitangaza kwa jamii kwamba tutumie bidhaa zetu wenyewe ndani ya nchi, lakini pia kutangaza hizi kampuni ambazo sasa ni kampuni wazawa ambao wanazalisha bidhaa zao ndani ya nchi. Kwa kupitia maonesho tumekuwa tukisaidia kuratibu maonesho mbalimbali. Kwa mfano, kuna maonesho haya ya Sabasaba ambayo hata hivi karibuni tumeshaanza kuhamasisha watu wajiorozeshe kushiriki maonesho haya, lakini pia kuna maonesho ya 88 na huwa pia tunaendesha maonesho ya SIDO kitaifa na kikanda. Kwa kupitia maonesho haya wajasiriamali wamekuwa wakipata fursa kubwa ya kutangaza bidhaa zao na kutangaza kampuni zao. Lakini huduma yetu ya tatu ni huduma ya fedha, na SIDO pia tunatoa mikopo. Mikopo yetu hii ni mikopo midogo na mikubwa, tunaanzia $500,000 mpaka $500,000. Kwa hiyo tunaona namna gani fursa iliyoko katika katika SIDO, na wajasiriamali wamekuwa kichangamkia hizi fursa. Lakini pia huduma zetu nyingine, shirika la SIDO limekuwa likishirikiana na wadau wa maendeleo. Tunashirikiana na watu wa TBS ili uweze kuuza bidhaa yako ambayo imekidhi viwango vya ubora, ni lazima iwe na nembo ya TBS. Kwa hiyo kupitia ushirikiano huu ambao uko kati ya SIDO na TBS, mjasiriamali ili aweze kupatiwa nembo ya ubora ni lazima apitie ofisi ya SIDO. Ofisi ya SIDO ikishakagua kiwanda na kukagua bidhaa na kujiridhisha, ndipo maombi ya mjasiriamali yanapelekwa shirika la TBS. Lakini pia tumekuwa tukishirikiana na wenzetu wa ScanCode. Tunashirikiana na wenzetu wa ScanCode. Kama tunavyoona sasa hivi mtambuka wa bidhaa, kama tunavyojua kwamba sasa hivi kuna bidhaa zingine ni feki, bidhaa zingine zinakuwa zina changamoto mbalimbali, wana viwanda wanalalamika, lakini shirika la ScanCode likaona kwamba kwa kuwa SIDO iko Tanzania nzima na wao ndio wameanzisha kampuni hivi karibuni, kwa hiyo tunashirikiana nao hasa kabisa kuona kwamba wajasiriamali wanapatiwa hizi ScanCode kwa malengo ya kuona kwamba wanaweza kuuza bidhaa zao katika hali ya kuweza kudhibiti, kwa maana kudhibiti walaji au wale wanaoiga bidhaa za wenzao, au watu tuseme watu ambao ni matapeli, wanatumia nembo za bidhaa zingine kuuza bidhaa zao. Kwa hiyo kupitia wenzetu hawa ScanCode ambao ni shirika ni kampuni ya utoaji alama ya utambuzi wa bidhaa ambazo ni QR code na barcode wezeshi kwa wafanyabiashara, kwa kushirikiana na SIDO, na huduma hii inapatikana kwa bei nafuu. Kwa hiyo kupitia ScanCode tunaona kwamba ScanCode wana vipengele vikuu vitatu, au wana shughuli kuu tatu ambazo wanazitoa, wana offer. Wanatoa ScanCode ambayo tunasema ni msimbo wa papo. Msimbo papo unaitwa QR code. Hizi QR code zimekuwa zikisikika, lakini hata ukiwa una bidhaa yako, ngoja tuchukulie mfano bidhaa hii hapa.
Tunaona hapa nina bidhaa hii ya maji. Hapa tunaona tuna nembo mbili. Tuna hii hapa, hiki kisquare kinaonesha pembe nne, kina macho matatu. Hii wanasema tunaita QR code. Kila mtu atapatiwa maji yake, anaweza kaangalia. Lakini pia tuna hizi mistari. Hizi tunasema msimbo milia, si ndio? Ndio zinaitwa barcode. Kwa maana awali tulianza na barcode, sasa hivi tumekuja na QR barcode. Kwa wenzetu wa scan code wanatoa hizi huduma ambazo kwamba kupitia hizi huduma hii ya QR code, msimbo wa papo. Huu msimbo wa papo unasaidia bidhaa yako kuweza kuikagua kwa kutumia simu. Tumeelewana? Ukiwa na simu hizi, simu janja, tuachane na zile simu zetu ndogo za button. Sasa hivi tuna simu janja ambayo unaweza ukachukua simu yako ukaskani kwenye hicho kicha square ambacho ukaskani pale. Baada ya kuskani inakutolea taarifa zote, taarifa mbalimbali ambazo zitaeleza bidhaa hii imetengenezwa wapi, ina kitu gani, taarifa mbalimbali. Lakini pia kuna hii msimbo tunaita msimbo milia. Hii ni kwa ajili ya kutambua bidhaa. Na mara nyingi hii inatumika kwa ajili ya kuuza. Kwamba ili uweze kuuza na supermarket bidhaa yako ni lazima uwe na nini? Na barcode. Sasa ilikuwa hii inasaidia wewe kuweza kupata mauzo katika nini? Katika barcode. Kwa hizi alama mbili zimekuwa zikisaidia sana katika kuweza kuwasaidia wafanyabiashara ili waweze kufanya biashara, kwa maana kuongeza mapato na kadhalika. Sasa tuangalie faida sasa ya msimbo papo na barcode.